Mimi ni Filipo Mrutu, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mrutu Agro Solutions ka Smart Agripreneurship Innovation Center. Ofisi yetu iko pale jengo la ushirika karibu na Oasis Hotel Morogoro mjini. Vile vile mimi ni balozi wa masuala ya kilimo na chakula Afrika na ni mwenyekiti wa kilimo na ujasiriamali SACCOS. Vile vile ni mjumbe kwenye baraza la kilimo la taifa Agricultural Council of Tanzania na mjumbe kwenye TCCIA Morogoro, chemba ya wafanyabiashara, kilimo na viwanda. Mada niliyopewa inasema ujasiriamali baada ya chuo. Mpaka sasa wahitimu wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya kati ni 5% tu ambao wanaweza kubahatika kupata ajira serikalini, sekta binafsi pamoja hasa tukizungumzia zile ajira rasmi. 95% inayobaki wanakuwa hawana ajira. Kwa hiyo somo au dhana ya ujasiriamali ni muhimu sana ili kuweza kupunguza sio tu changamoto ya ukosefu wa ajira, lakini kufungua fursa kwa wale ambao watajiamini, watathubutu, wataweza kuona hizi fursa na kuzifanyia kazi kwa kuzalisha bidhaa au huduma au bidhaa na huduma ili kutatua matatizo yaliyopo, lakini na wao wakijipatia faida. Tunashukuru sana serikali yetu imekuwa pamoja na kutoa ajira, lakini kuwa na program mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia vijana, mathalan program ya BBT nafikiri wote tunaifahamu, lakini kumekuwa na 10% ya fedha ambazo zinatengwa kwenye halmashauri ili kusaidia vijana waweze kuchukua mikopo na kuwekeza. Kuna sifa ambazo zinawatofautisha wajasiriamali waliofanikiwa na wale wengine ambao hawajafanikiwa. Sifa ya kwanza ni opportunity seeking and initiative, kwamba mjasiriamali mwenye mafanikio anaangalia zile changamoto zilizopo, ni jinsi gani anabuni kitu cha kufanya ili kutatua yale matatizo yaliyopo, lakini na yeye apate faida kutokana na kile kitu ambacho kinafanyika. Swala lingine ambalo Dr. David McDonald alisema ni issue ya commitment. Commitment ni muhimu sana, kwamba ili uweze kufanikiwa ni lazima uweze kutumia muda wako kujifunza, ni lazima uweze kutumia kama rasilimali kuwekeza, ni lazima uweze kutoka jasho. Tukijionea huruma sana hatuwezi kutoboa. Kitu kingine ni demand for quality and efficiency. Ili uweze kuwa mjasiriamali mwenye mafanikio baada ya chuo, lazima uangalie jinsi gani unaweza ukaongeza ufanisi na tija kwenye shughuli zako na ukafanya vitu kwa ubora, ili uweze kujitofautisha na wengine, lakini ili uweze kufanya jambo labda kwa haraka zaidi, uweze kufanya jambo kwa ubora zaidi, lakini pia kwa gharama nafuu ili uweze kufanikiwa. Sasa hivi kuna mabadiliko makubwa ya tabia nchi. Kumekuwa na uharibifu wa mazingira, kumekuwa na changamoto ya ukame, kumekuwa na changamoto ya kuwa na wadudu mbalimbali, kumekuwa na changamoto zingine mbalimbali ambazo zinahitaji kuwa na ubunifu. Kwa hiyo tukawa tunahamasisha, mpaka sasa hivi tuna promote climate smart agriculture. Agriculture which is more resilient, more sustainable, more climate, more green, and kwa kutumia hizi smart seedling ambazo na mbegu ambazo zinaendana na mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile kufanya smart farming technologies mbalimbali kama za umwagiliaji. Tumekuja na hybrid solar dryers ambazo zina equip na gesi pamoja na solar. Kama hamna jua bado unaweza ukakausha mazao na vitu vingine.
Lakini kuna fursa hapo kwenye changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hivi kuna fursa za biashara ya hewa ukaa. Unaweza ukalima, ukafuga, ukapata pesa kutokana na uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Sasa hayo mambo yanaratibiwa chini ya ofisi ya makamu wa rais. Wale ya Koya tukawa first run up kwenye African Agribusiness Company of the Year Award, na tukapata hiyo mshindi wa kwanza. Lakini nashukuru hakuishia hapo. Mwaka 2024 mwaka jana tukapata tena the best Agribusiness Company of the Year Award, Persuasion and Networking. Networking ni muhimu sana. Your network is your net worth. Jinsi gani unabadilisha wale watu walioko kwenye simu yako waweze kuwa wateja wako, sio kwa biashara haramu, kwa biashara halali, kwa kufanya vitu halali ambavyo vinaweza vikakusaidia lakini vikawasaidia na wao kutokana na zile changamoto wanazozipitia. Persuasion and networking. Na persuasion maana yake jinsi gani unaweza ukawashawishi wale watu ambao upo nao ili waweze kukusapoti au uweze kushirikiana nao katika kile unachokifanya. Ya mwisho ni independence and self confidence. Jiamini kwamba unaweza kuthubutu na kupambania ndoto zako. Usilalamike, wajibika kwenye nafasi yako. Ni training. Ni nini? Training. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa lazima uweze kukubali kujifunza. Hata baada ya chuo uweze kujifunza zaidi. Sikia juzi Mheshimiwa Waziri Mkuu akisema waliosoma vyuo waanze kwanza VETA. Ni jambo zuri kwamba unajiongezea nini? Maarifa, na unaweza kubadilisha yale maarifa ukatengeneza nini? Fursa. Mimi nimeshiriki program mbalimbali baada ya chuo. Nimeshiriki mafunzo yanaitwa Young Leaders Incubation Program ambayo yanatolewa na SACAU, Southern African Confederation of Agricultural Union, na Andreas Hermans Academy ambao wako Ujerumani. Ndio hizo baada ya muda ilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jinsi gani wanatengenezwa agripreneurs wa Afrika ambao wanaweza wakasaidia kwenye ukanda wa Sahara. Na moto ambao tulikuwa kwenye ule mafunzo ilikuwa nasema collaborators in innovation for transformation. Jinsi gani mnaweza mkashirikiana katika yale mnayoyafanya kwa ubunifu ili kuweza kuleta mabadiliko chanya na kupiga hatua ya maendeleo. Lazima ufanye kitu unachokipenda na upende kitu unachokifanya ili uweze kufanikiwa. Na cha mwisho ni believe or faith. Lazima uamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo na anaweza kukusaidia kufanikiwa, lakini lazima ujiamini na wewe mwenyewe kwamba kuna jambo unaweza ukalifanya au ukalianzisha na ukalifanya na likasaidia. Kwa hiyo tusiwe walalamikaji, tuweze kuangalia fursa zilizopo na tuzifanyie kazi. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa analima, lakini alikuwa analima mazao ya kawaida. Akawa amechagua mazao ya kawaida, lakini akawa anapata alivuna kweli, lakini alivuna mazao ya kawaida kwa sababu alikuwa anatumia njia za kawaida. Baadaye akauza, alipata soko, lakini alipata soko la kawaida. Baadaye akapata faida, lakini faida aliyopata ilikuwa ni ndogo ya kawaida, na maisha yake yakabaki kuwa ya nini? Ya kawaida. Je, tunataka tuwe kama kawaida? Huo ni mfano. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa tofauti. Kama tunavyowaambia wakulima kwamba wabadilishe mitazamo yao, wasifanye vitu kwa kawaida au kwa mfumo wa mazoea. Wasifanye kitu kwa mazoea, lakini wafanye vitu kwa ubunifu na kuongeza maarifa ili kuweza kufikia malengo na kuweza kufika mbele zaidi. Baada ya hayo, dakika zangu zimeisha. Na shukuru na nawakaribisha kama kuna maswali au kuna mambo mengine, basi naomba kuwasilisha.